Wacha sasa tusikie sauti ya Deputy Party Leader wetu ambaye ni Senator wa Vihiga, Mheshimiwa Godfrey Osotsi. Aya, watu wa Kakamega, salamu. Hebu tuone salamu ya baba. Mimi ndio Godfrey Osotsi, Senator jirani wa Vihiga na Deputy Party Leader wa chama cha ODM. Leo, siku ya leo, tumekuwa na mkutano ya wajumbe pale golf wa Kakamega. Na chama cha ODM kinasema hivi, kwamba chama cha ODM kitaendelea kubaki ile chama ambayo mnaijua. Chama ambayo inakataa mambo ya abduction. Chama ambayo inakataa mambo ya extrajudicial killing. Chama ambayo inakataa ufisadi. Na leo tunasema, kwa sababu tumesikia waziri wa fedha akisema ile elimu ya bure ambayo baba na Kibaki walileta ati sasa itatolewa. Sisi kama chama cha ODM tunaambia serikali ya Ruto, unaweza haribu vitu yote lakini hapana cheza na maisha ya watoto wetu. Nyinyi mnasema namna gani? Si mnatunga mkono? Asanti sana. Wacha nimpatie ndugu yangu Mheshimiwa Tindi wa Mwale wasalamie dakika moja. Hebu nione jeshi ya baba Raila Amolo Odinga. Mmefurahia kuona baba? Sisi tumesema hata kama tuko kwa hiyo broad based government, lakini tuta raise our voices against ile mambo ambayo haifurahishi wananchi. Kama maneno ya Gen Z kuwawa kwa street, hiyo maneno sisi tumepinga. Sawa sawa? Na tumesema ya kwamba tunataka tuongee na baba akalishe chama ya ODM, tuangalie ile 10-point agenda ambayo tulishirikiana na UDA. Ni wapi tumefaulu na ni wapi hawajafaulu. Sawa sawa? Na maneno ya capitation ambayo waziri Mbadi anasema atapunguza pesa ya wananchi ya watoto. Mimi kama chairman ya public accounts I'm going to summon him na nimwambie hakuna njia anaenda kupunguza pesa ya capitation. It shall remain 22,000 or above. Tuko pamoja? Asanteni sana. Aya bandu wa Kakamega murembe. Murwa balamu. Unono mwana Musami abakendere Kakamega. Barasa aliniita hapa tukuja tutembee tukaribishe baba, na sisi tumetoka kule Busia na viongozi wote. Na tumekuja hapa kushirikiana na nyinyi kukaribisha baba na pia kupongeza baraza. Si gavana hapa ni baraza? Muko na baraza? Wangapi wako na baraza hapa tuone, tingiza tingiza. Na wangapi wako na baba? Sasa mimi niko na maneno mawili tu. Leo sina maneno mingi. Mnajua watu wa Busia na watu wa Kakamega na Vihiga na hata kule Trans Nzoia, sisi ni watu moja, hata Bungoma. Siko namna hiyo. Mimi nataka kuambia hivi. Hii chama ya ODM sisi tuliunda ikawa kwanza chama kidogo tu, lakini hii chama cha ODM kwa hii miaka 20 ambayo tulikuwa tunasherehekea leo tumeisambaza Kenya mzima. ODM sasa is a national party. Ukienda Vanga, ukienda Kwale, ukienda Mombasa, ukienda Turukana utapata ODM. Ukikuja hapa Western pia unapata ODM. So sisi wanafuasi wa ODM, mtu asitudanganya ati tena turudi nasari. Sisi tulikuwa nasari, tukaunda chama, tukafanya urafiki Kenya nzima. Na ndio kwa sababu mnaona hata baba akitembea kila mahali kama kiongozi yetu ako na maarufu, kwa sababu anaungwa na Kenya mzima. So kwa sasa mimi nawaeleza tu hivi, tunapitia changamoto nyingi, lakini balu ya babolanga bari ateria niriridinyu abana bebulwanga. Yani hata ndoa ikiwa ya shida watoto bado uzaliwa, which means kuna kuanga pahali pia iko mapenzi. So ifa kutababandu basiru
Sasa wamesema iko broad based. Lakini tuko na changamoto. Tunasema ile kidogo tunaweza kupata hapo hata Western ipate. Mnakubaliana na hayo? Na tunasema baba vile amekuja hapa na kuzungumuza na viongozi wetu hapa Western Province. Sisi tunataka kusema kwamba preserving Kenya ni muhimu sana kuliko vitu ya mtu binafsi. Mumeona wengine hata uzalendo imekosekana. Na uzalendo wa nchi ndio italinda wananchi. Nchi hii ikizambaratika, hakuna hata vile tunaweza kusimama hapa vile tumesimama. Na wengi mnajua jirani zetu nchi zao zimezambaratika. So mimi nataka tu kuwaomba tushikane pamoja, tuweze kusupport. No, be peaceful, hakuna shida. Huyo hako tuna vitu yake. So mimi nataka kuwaomba vile baba anasema kwamba Kenya tuweze kuzungumuza. Let us not talk at each other. Let us talk with each other. Hiyo ndio maneno sisi tunaomba. Na chama kama cha ODM vile mmeambiwa ni chama cha demokrasia. Hata tukiwa na maoni tofauti hapa na pale, haimaanishi kwamba chama imezambaratika ama ina shida. Hiyo ndio mimi naweza kuomba kwa siku ya leo. Otherwise baba karibu. Gavana Baraza, asanti sana kwa kupanga kongamano hili. Mazungumzo ianzie hapa ile ya kupeleka Kenya mbele. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya Kakamega hoye! Vijana fire! Wamama hai! Leo vile mnajua baba amekuwa area na chama cha ODM ndio chama kubwa Kenya. Tunaendelea kuadhimisha miaka 20 na sherehe ya leo ilikuwa ile ya kupangilia national celebration ya chama cha ODM. Na mimi nataka kuhakikishia baba hapa ODM iko locked. Hakuna chama kingine vyama hizi za mitaani itakuja kuleta mambo ya kura hapa. ODM Kakamega is locked. Na yule ambaye ako na ufunguo hapa ni Talanyi. Sawa sawa? Kakamega hoye! Sasa ningependa tumkaribishe kinara wetu wa chama cha ODM, Baba Raila Amolo Odinga. Karibu baba. Haya. Kakamega hoye! Kakamega hoye! Vijana hoye! Abantu ba Kakamega mirembe. Mirembe handi. Muri moyo. Asanteni sana. Tumerudi Ingo. Baba amerudi Ingo. Muna furaha? Mimi niko na furaha tele kurudi nyumbani tena. Sasa leo nimerudi na nimekuwa na kikao na viongozi ambao walichaguliwa juzi kwa chama cha ODM kutoka mashinani. Tumekuja ili tuongee kama wanachungwa. Tumeongea kama wanachungwa. Kila mtu amepata nafasi ya kuongea, na kukohoa, kutoa yale makamasi yote kwenye kifua ili apate nafuu. Sasa tunakuja wakati ambaye kuna changamoto mingi kwa taifa letu. Mimi najua nyinyi mko na changamoto. Si mko na shida? Si mko na shida? Si kuna mambo, si kuna njaa? Si kuna njaa? Gharama ya maisha zimezidi sana. Ama sivyo? Mambo ya matibabu je? Mambo ya ajira je? Mambo ya vijana je?
Vijana mko sawa sawa? Mko sawa sawa? Hapana sawa sawa. Mimi najua. Ndio sababu tumekuja, tumeongea kwa kirefu sana. Sasa mimi vile vile nimeleta ujumbe kutoka huko nje. Juzi nilikuwa kule nchi ya Nigeria. Nimetoka Nigeria jana usiku. Nikafika usiku wa 8 na asubuhi nikafika hapa Ingoo. Nimewaambia kwamba kitu muhimu zaidi kwanza wa Kenya ni kuungana pamoja. Tuwe kama kitu gani? Ili tuweze kuleta mabadiliko kwa taifa letu. Hatuwezi kuleta mabadiliko kama hakuna muungano kimoja. Nyinyi mnajua yale ambayo yalifanyika wakati ile nyingine kule Nairobi, wakati yule Chibuchetha alifanya mambo yale yote. Tukasema mwaka juzi, tukasema ati Saba ifunguliwe. Si mnakumbuka hiyo? Baadaye tukawa na mazungumzo. Kisha tukawa na ile inaitwa NADCO report ambayo ingekuwa itekelezwe, haikutekelezwa. Baadaye vijana wakatoka kwa wingi sana. Gen Z wakamwambia baba wewe kaa nyumbani, usitoke, umefanya ya kutosha, wacha tumalizie wewe kazi hii. Sio? Si mimi nikaa nyumbani. Kaa nyumbani naona vijana wanangangana kweli kweli. Wamepigana na polisi mpaka polisi wametoroka. Sasa jamaa wakaleta jeshi. Sio? Sasa hilo walipoleta jeshi ndio mimi nikaona itakuwa hatari. Hii maneno itakuwa mbaya sasa kama tumeanza jeshi na vijana. Hiyo ndio sababu mimi nilitoka. Kusema hapana. Jeshi msilete kwa barabara. Kwa jeshi hawana tear gas. Jeshi hawana maji ile ya kurukuni. Jeshi wako tunda dini risasi peke yake. Hiyo niliona hali ya hatari imetangazwa. Kwa sababu mimi kama Mkenya, kama baba, nikajitokeza. Kasema nitafanya chochote ambacho naweza kufanya ili amani irudi katika taifa letu. Nilifanya vibaya? Wangapi wanasema nilifanya vizuri? Nione mikono hapo. Kwa hivyo tukaongea, tukasema sisi tuko tayari kukaa na nyinyi, tuongee, tulete mabadiliko kwa taifa letu. Lakini vijana wakasema hapana, hakuna mazungumzo tena, tunataka watimize yale tunataka. Wakasema sasa ile finance bill tumerudisha bunge, mambo ya serikali tumevunja na kadhalika. Sasa wakasema tuongee. Ndio sisi tukasema sisi hatuwezi kuingia ndani ya serikali, lakini tutapeleka wataalamu yetu. Tukapeleka wale, umeona watulipeleka? Sio wale watulipeleka. Wakakaa pale. Baadaye sasa tukaongea tena. Tukaandikana maneno tunataka yafanyike. Yale ambayo tulisema tunataka wale vijana ambao waliwawa mwaka 23 ili ya Azimio na hii ya Gen Z wapate ridhaa. Wazazi wao wapate ridhaa. Walipwe. Sio? Pili tukasema wale ambao walipata majeraha, wale walipatwa pigwa risasi, wengine walikuwa kwa hospitali wametibiwa, serikali ilipe gharama yote ya matibabu. Na vile vile wapate ridhaa, wapate pesa ya kuanza nayo maisha. Sawa sawa? Sivyo? Tukasema tunataka kutoka hapa sasa tulete mabadiliko ambayo itasaidia wananchi. Mambo ya matibabu sawa. Mambo ya elimu sawa. Hiyo ni sababu mnaona sasa watu wengine wanalalamika. Kuna yale ambayo hayajafanyika. Tena tumeona saa nyingine utumishi wa nguvu. Ngine anasema ati kama umeona kimuta na karibia police station, piga risasi. Hii hatuwezi kukubali.
Polisi kazi yake ni kwamba ukiona kama wewe unafanya makosa, anakushika, anakupeleka mahakamani. Mahakama ndio inakupata wewe ni hukumu, sio? Sio? Tena hata kupiga mtu mguu ya mtu, ukivunja mguu yake, si atakuwa kilema kwa maisha yake? Hatutaki polisi wapige risasi vijana wetu hata kwa mguu. Polisi wasiwe na ile risasi ya chuma. No live ammunition. Police can only use rubber bullets and tear gas, lakini sio risasi ya kuua watu. Hatutaki polisi waue watu yetu. Si tunapinga. Maisha ya binadamu si maisha ya swara. Swara ndio huwindwa na risasi. Lakini binadamu ana akili, anaelewa. Kama akimwambia simama, simama. Unaenda wapi? Naenda kule. Uko na nini? Hii na hii. Si sawa? Lakini hii polisi yetu mpaka tupeleke kwa mafunzo. Polisi wetu bado wamebaki polisi ile ya ukoloni. Polisi ya ukoloni. Wanachukua wananchi kama adui. Wanakuja kwa wananchi, wanashika ovyo ovyo. Ukiwa Ulaya, mimi nimekaa Ulaya miaka mingi zaidi. Kama wewe unatembea kwa barabara umepoteza njia, unaenda kwa polisi. Unauliza yeye, "Excuse me sir, can you please show me the way to Trafalgar Square?" Trafalgar Square? Yes. Oh yes. Walk straight on. Turn left. 100 yards. Turn right. Straight on. You can't miss it. Ukimwambia asante, anasema thank you sir. Anapiga saluti, sio? Hapa Nairobi, kama wewe umepoteza njia, uende kwa polisi. Afande, nataka nyesha mimi barabara ya kwenda Kariakoo. Kariakoo umepotea? Ndio afande. Wapi kitambulisho? Wapi kitambulisho? Oh afande, sitambulisho niliacha nyumbani. Umewacha nyumbani? Pingo mara moja. Unafuta uselo unaruta, unapata wewe jipata kwenye seli. Kesho umeleka mahakamani, atimepata kama wewe na randa kama madhumuni ya kuiba. At loitering with intention to commit a felony. Sio? Hii ni kasumba ya ukoloni. Mpaka polisi wetu warudishwe kwa mafunzo. Ili wawe na roho ya utu. Kama yule Mwalimu Nyerere alifanya kule Tanzania. Kule Tanzania polisi akija kwako anakuambia mimi ndugu naomba nikushike. Na ukubali kwenda hakuna pingo. Anasema tunaenda tu kwa police station, unaingia unakaa pale unaandika statement. Sio? Maana yeye ni mtumishi. Is a servant of the people. Is not a master. Lakini hapa bado wako mabosi wa wananchi. Mpaka tubadilishe polisi yetu. Mnakubali namna hiyo? Mnakubali namna hiyo? Tuwapeleke kwa mafunzo. Tuwapeleke mafunzo, sio? Sasa sisi tuko hapa kama ODM. Nimesema wamefanya uchaguzi hapa. Tutaenda mwaka hii ODM inaadhimisha miaka 20 ya maisha yake yote. Miaka 20 inakuwa mtoto tayari ameshakuwa, amelelewa vizuri, ameendesha, amebalehe sasa. Sema balehe kama msichana amevunja ungo, sio? Sivyo? Sasa sherehe hii tutafanya katika eneo tofauti. Mwishowe tutakwenda Mombasa. Mwezi wa Oktoba tutakuwa na ODM at 20. Tutakuwa vile kongamano kubwa ya ODM ya kuchagua viongozi wa kitaifa yote ya chama cha ODM. Sawa sawa? Lakini chama cha ODM ni chama ya vijana. Chama ya vijana. Nataka vijana waingie ndani ya chama kwa wingi sana. Sawa sawa?
Nataka vijana waingie ndani ya chama kwa wingi zaidi. Mimi juzi nilipendekeza kongamano, National Conclave ya vijana na watu wa juu, wazee. Tumesema tunataka vijana wawe sawa na wazee, vijana na kina mama na wazee, sawa sawa. Tunataka ianze hapo mashinani kwenye ward pale, mnaenda chini kwa ward, mnakaa chini, mnachaguana vijana 20 na watu wakubwa 20, sawa sawa. Mnachanganya wasichana na kina mama, sawa. Sasa 20 kwa kila ward, unatoka kila ward 20 wanakuja kwa sasa kwa constituency, kwa sub county. Hapo tena wanachaguana 20 kila sub county, wanakuja sasa kwa county. Hapo vile vile 20 sio? Sasa hii delegation ambayo inatoka Kakamega inakwenda Nairobi, sawa. Pale kuna wakulima, kuna walemavu, kuna walimu na kadhalika, sawa sawa. Alafu tukienda kule sasa, kwanza hapo chini mnaongea juu ya shida ambayo inakumba nyinyi. Shida gani ambayo mko nayo hapa mashinani? Shida gani? Nasema hii na hii na hii, mambo ya matibabu, mambo ya elimu, mambo ya kinyadi na kadhalika, sawa. Alafu yale yote tunapeleka sasa, tukienda kule juu tunaongea kama wa Kenya. Unasikia? Katiba ya Kenya inasema katika fungu la kwanza ati mamlaka iko miongoni ya wananchi wa Kenya. Wanaweza kutumia moja kwa moja au kupitia kwa wale viongozi ambao wamechagua, sawa sawa. Hiyo uchaguzi mnajua. Lakini milioni 55 wanaweza kukutana namna gani ili waongee kwa niaba ya Kenya? Hii ndio kongamano tunataka, ili tuone sasa sisi watu wa Kenya, we the people of Kenya, we the people of Kenya, tunasema hii na hii na hii na hii na hii, sawa sawa. Mnaunga mkono? Vijana mnaunga mkono? Angapo mnaunga mkono, nione mkono hapa. Sasa mimi nataka hii harakati ianze mara moja. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Sasa nasema nini? Sasa unaangalia gavana. Sawa. Unajua jamaa anaitwa namna gani? Jina lake linaitwa Fernandez Odinga Baraza. Sio? Hiyo Odinga ni Odinga hii. Hiyo Odinga ni babu yangu. Hiyo babu yangu alikuwa askari ya Mumia. Ndio jina Odinga ikabaki hapo, neno taka jina Odinga. Kwa hivyo nikiwa hapa mimi niko Ingo, niko nyumbani. Mimi niko nyumbani. Wale ambao wanaongea juu siji baba nini ataende Bondo nini, mbona aseme mimi niende Matungu? Si Matungu vile mama yangu. Sawa. Vijana wewe, mama hai. Mambo ya elimu hatuwezi kucheza naye. Sisi kama chama cha ODM tulisema tunataka elimu ya bure kuanzia primary hadi secondary hata mpaka chuo kikuu. Sasa tunasema elimu ya secondary ni lazima. Mpaka waziri wa fedha atoe pesa ya kutosha ya watoto ya shule ya sekondari. Sawa. Hii mambo ya capitation hapa hakuna mchezo tena. Sawa. Na mambo ya matibabu vile vile nataka kuona kama hii SHA inafanya kazi. Nataka ifanye kazi vizuri. Sawa.
Kwa hiyo sisi kama ODM tuko pamoja. ODM inaendelea mbele. ODM ni chama ya vijana, ni chama ya kina mama, ni chama ya wazee wa Kenya. Vijana hoye! Kakamega hoye! Kakamega hoye! Kakamega hoye! Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, sasa mimi nataka kuuliza wana Kakamega swali. Mko tayari? Mko tayari vijana? Baba arudi? Mko tayari kuingia kwa chama? Tuko pamoja? Mimi nawashukuru nyinyi sana vile mmekaribisha baba hapa, na baba atarudi sawa sawa. Kwa hayo machache, Mungu awabariki sana, asanteni. Yetu.